Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli naibu kwa bunge la county government ya Mombasa kwa uzembe wao hadi wizara ya maji imechukuliwa na serikali kuu kwa muda wa miezi 6. Huoni kama naibu? Na haya alikuwa nikiyazungumza mimi, Mheshimiwa Harub Katri, waona aibu ya Mombasa County, utendakazi wenu 0+0. Harub Katri, leo Nairobi imechukuliwa na serikali kuu. Mombasa Department of Water and Sewer yote imechukuliwa na serikali kuu kwa muda wa miezi 6. Auditing na kuangalia utendakazi wao, lakini najua auditing wako sawa, pesa hazijatumika vibaya, lakini utendakazi wenu 0. Harubu, bunge la county government ya Mombasa, Mheshimiwa Rais loko livunjwe kwa sababu uzembe umetokamana na ma MCAs na nini na speaker Harub Katri. Na haya Mheshimiwa Mohamed Faki aliyazungumza ndani ya bunge kindaki. Kwa hiyo huu uzembe wote ya kwamba Department of Water and Sewer imechukuliwa na serikali kuu kwa muda wa miezi 6 ni uzembe wa Harub Katri. Hata hospitali pia department hizi zitachukuliwa kwa sababu Harub Katri alikuwa kwa sabotage serikali kuu. Leo hata utendakazi wa county 0+0. Ndugu zanguni, mimi nasikitika sana na hawa ma MCA. Leo Department of Water and Sewer yachukuliwa na serikali kuu na ma MCA kimya kwa sababu ya ulafi wao na uzembe wao na kuzunguka na Harub Katri kugawanya unga. Sasa unga na hii wizara imeenda na serikali kuu. Sasa leo Harub Katri atatuambia nini sisi wananchi wa Mombasa County? Kwa sababu yeye ndio nembo ya wananchi. Lakini wapi? 0+0 Harub. Nasikitika sana nilipopata hii nakala, niko nayo kwa muda wa miezi 6. Hii mpaka election itakuwa mambo ya maji. Sasa kwa nini isichukuliwe pia Kilifi? Isichukuliwe Kwale, isichukuliwe hata Lamu, zote zichukuliwe na serikali kuu. Mombasa kumaanisha mumesabotage ma MCAs. Mumemsabotage governor. Governor kaona hakuna budi, wacha niache serikali kuu ifanikishe malengo ya mwananchi kuliko hawa ma MCA kushindana nao. Kwa uzembe, nitasema tu kwa kinywa kipana, kwa uzembe wa Mheshimiwa Harub Katri na ma MCA wake. Sikia uchungu sana. Leo department hii hakuna sehemu ndani ya pwani ambayo haina matatizo ya maji, lakini Mombasa imekuwa ni biashara yao kwa ulafi walionao na ma MCA kimya. Hii lawama iende kwa ma MCA na speaker wao Harub Katri. Gawanya unga tu bana, wewe wananchi waumie. Wakishakuwa na njaa wewe wape unga wa sima na wangano. Hii ndio kazi yako Harub ulionayo. Hakuna una kazi kubwa ulionayo. Wewe ni kuhadaa wananchi. Tutatafutia kazi ukhaibuni. Umetafutia wangapi kazi ukhaibuni? Leo kama Nairobi kwa watu walalamika yachukuliwa na serikali kuu, Mombasa Department of Water na Sewer yachukuliwa na serikali kuu. Harub kimya, ma MCA kimya. Wewe gawanya unga, ndio kazi yako kubwa hiyo. Kitu kingine kwa Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, kuna watu waliandikwa toka Ali Hassan Joho na ukawaita Mheshimiwa Gavana kwamba hawa watapatiwa karatasi ya kuandikwa kazi, lakini ajabu mpaka kesho hawa vijana hawajaandikwa. Wale walioandika ni villages administrator. Tena hawa wale wa makampena wako uliwaandika chap, lakini hawa wametumikia toka Ali Hassan Joho mpaka sasa. Vipi hawa hujawaajiri wewe? Bado ni contract. Kwa nini? Mheshimiwa Gavana unafeli. Mheshimiwa Gavana wafeli, na hizi ni kura kwa sababu watu watumia akili. Mheshimiwa Gavana, lakini haya unayoniletea ni wewe mwenyewe Mheshimiwa Gavana. Kitu kingine, kuwaona kina Ali Hassan Joho, kina Sarai, siju kina Shaban kukutana Nairobi.
wanawapangia wananchi wa Mombasa nini? Hakuna kitu chochote wamefanikisha kwa wananchi wa Mombasa. Kina Mvurya kitu gani? Mpwani amenufaika na serikali ya UDA. Kina Sarai, Alhassan Joho. Wewe ni waziri wa blue economy. Umefanyia nini wa Pwani? Utenda kazi gani umeonyesha Alhassan Joho? Mvurya, umewafanya nini watu wako wa Kwale hata wa Pwani? 0+0. Amason Jeffa Kingi, wewe speaker, matatizo ya ardhi ndani ya Mombasa umeyafanikisha wapi? Na rais aliwapata nini ajenda na Joho kwamba mtafute ardhi mununue? Ardhi gani? Jamani, hawa viongozi wa Pwani wametuaibisha kabisa kama wananchi wa Mombasa County ama wa Pwani kwa jumla. Leo Kwale matatizo ya ardhi, Mombasa matatizo ni ardhi, Lamu matatizo ni ardhi, Kilifi matatizo ni ardhi. Alafu Amason Jeffa Kingi, sijui Alhassan Joho, Mvurya, hawa ni failure. Hawa watumikia rais kwamba wanafanya ni jambo kisiasa. Juzi Junda na Mheshimiwa Bezimba alisimama akasema hakuna ubomozi wa ardhi. Kubomolewa Junda. Bezimba ameingia mitini. Mimi namwambia rais, hata department ya ardhi ichukuliwe na serikali kuu. Mombasa ameshindwa madoo. Ndio nikamwambia afadhali achaguliwe waziri ambaye ana tajriba ya masuala haya, kama vile ndugu yangu Nagibu Shamsani. Narejelea tena, huyo ana ujuzi masuala ya ardhi, Nagibu Shamsani, lakini Amado bado mwanagenzi. Kitu kingine mimi nawaomba ndugu zangu ni wa Pwani, hebu tujue kuchagua viongozi wazuri. Leo angalia ndani ya Kisauni matatizo mangapi? Mbunge Bezimba amekaa vipindi cha pili hichi. Kitu gani amefanyia wananchi? Ndipo nikawaambia yuko Mkombozi ambaye atakomboa wana Kisauni. Ndugu yangu Anwar, huyu anahuzunika yale matatizo yaliyotokea Kisauni, ubomozi wa ardhi unaofanyika kiholela na mbunge wenu ambaye ni mtu wa kucheza pachanga, hazungumzi lolote Bezimba. Na mimi nilimwambia ndugu yangu Chibadi, huyu si kiongozi. Ninapokuona mimi Chibadi unapozungumza sijui Bezimba antoa sijui mambo ya driving, vijana hawana kazi. Chakuna driving utamtafuta kampuni gani? Wewe Chibadi vipi boss? Wacha makelele yako Chibadi. Vijana hawana makazi Kisauni. Lakini kijana Anwar anatafuta makazi, kijana anawatafuta makazi za ndani ya meli, ama watafuta vijana nje ya nchi. Ndugu yangu Anwar amefanya kazi kubwa vijana kuwapatia makazi, lakini Bezimba 0+0 angoja makazi ya county. Leo vijana hawajaajiriwa county, Bezimba kimya. Nini bana? Kitu kingine cha mwisho ndugu zanguni, mimi nimeshangazwa sana na ndugu zangu wa Lamu. Lazima mujipange ndugu zangu wa Lamu, mujipange ili hizi viti zisiwaponyoke, kwa sababu haya mnayofanya ndugu zangu wa Lamu ni stage show, na huenda mkapoteza ndugu zangu wa Lamu. Mwaleta hamasa Mombasa, si hamasa Lamu. Hamasa nataka mzifanye kule shamba Lamu, si Mombasa. Mombasa ni mali tu wa kupanga mipango kwenda kule mwafanya, lakini hamna lolote mnalolifanya Sultan. Kitu cha mwisho mimi namwambia waziri wa sports ndani ya Mombasa County, yale uliozungumza katika idhaa ndugu yangu Wepukulu 0+0. Leo timu yoyote Mombasa inapokwenda kucheza mpaka ilipe referee. Timu sasa county government haijaandaa tournament hata moja. Mechi za sub county mpaka sub county. Jomvu sub county Changamwe zishindane, hamuna. Hizi pesa za wapi waziri wa Ipukulu? Alafu atuambia Mombasa Municipal Stadium yajengwa na mmetenga milioni 100. Pesa za michezo za wapi? Wewe na Goshi mtuambie pesa za michezo mwazifanyia nini? Hamna jibu. Nyinyi mumewekwa tu kama bendera chuma, mlingoti chuma. Lakini kuwafanikisha malengo ya vijana watoke kwenye uzombi, nyinyi hamunayo. Kitu kingine ndugu zanguni, lazima muamke. Mvita lazima muamke. Sio mchague viongozi ambao ni vigozi. Viongozi ambao tena anaopewa hajui ampa nani. Kiongozi ambao
vijana wanadhalilika, ukimkosoa anakutoa kwa kazi. Hii si uongozi. Uongozi ni kuinua vijana, uongozi ni kuonyesha mwelekeo ni upi. Lakini kiongozi wewe unaonyesha uongozi wa kula chakula, mimi sikubaliani na nyinyi. Mwisho kabisa, ndugu zangu, ni kauli ya Waziri Murkomen kusema wale waliompiga ndugu yetu Ososi ati hawajui. Umewajuaje wako nje ya Kenya hawa? Kwa hiyo Waziri Murkomen, kuna hatari Kenya kwa haya makundi. Huenda serikali ikashindwa kuadhibiti haya makundi. Huenda serikali ikashindwa kwa sababu haya makundi yanaundwa na wanasiasa. Na leo wewe pia ni mwanasiasa. Na kumbe hawa jamaa hawajua Murkomen. Alafu watudanganya, watuambia wametoka nchi. Kwa nini msiwakamata? Hakuna Interpol Kenya. Kwa hiyo Murkomen, ujua kuja kwa chombo cha habari ama kwa Senate kuhojiwa, raia wanakupima. Na mimi namwambia ndugu yangu Murkomen na mkuu wa polisi wa Nairobi, maandamano ni haki ya kikatiba. Lakini ukiwaambia wewe mkuu wa polisi, ukiwaambia raia wapende nchi yao, tutapenda nchi yetu, lakini maandamano ni kikatiba, ni halali. Sasa kama hutaki maandamano, yapigwe marufuku, tufanye referendum Kenya, basi tuondoe maandamano. Kwa hiyo maandamano ni haki ya kikatiba kwa mwananchi kupata sauti yake. Kama wewe mkuu wa polisi unataka maandamano, basi tutafutie njia yoyote ya kufanikisha malengo ya mwananchi. Na rais mwenyewe alizungumza haya kuhusu masuala mafuta wakati wa uhuru. Sasa anajua yale aliyozungumza kwa uhuru, na yeye yanamlekea. Ukila kuku mwenzio, na wewe miguu ya kulekee. Kwa hiyo mimi namwambia ndugu mkuu wa polisi, heshimu katiba. Heshimu katiba. Heshimu katiba, na wewe mambo yatakonyoka. Lakini makundi ya wahuni tuliona nyinyi polisi mkishirikiana na Gunzi na Magongo. Sasa mbona leo mkuashika waambia hawa waandamanaji wapende nchi yao? Wale Gunzi hawapende nchi yao. Shukrani sana ndugu zangu.